Yes, ni katika siku nyingine tena. Leo nimeamua niwadondokee na chuma hichi hapa kipya kabisa cha mwaka 2026. Leo nimedondoka nacho hapa mwezi Aprili. Jina linaenda kwa jina linaitwa High School which is Wizard. Hii ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa, utajifunza mengi kuhusiana na hii picha. Hii picha ni ya mwaka 2026 kabisa. Imetupwa ndani ya miaka mitatu iliyopita. Sasa wajiba tumeruka nayo. Hii hapa. Bila kusahau kama una line ya Halotel, basi mcheki Chris Bando ili uweze kujipatia MB za kushanta. Can you imagine? GB 10 unajipatia kwa shilingi 10,000 tu, na GB 15 ni shilingi 15,000 tu. Unachotakiwa kufanya, mtumie hela Chris Bando, zeni yeye atakunga bando. Mimi namwamini, kwa nini wewe usimwamini? Ana namba 4 tu, ila mimi nitakutajia mbili. Ya kwanza 0615754303, ya pili 0717048048. Hakikisha jina linakuja Christopher Luoga. Chris Bando bei Kitonga. Mcheki uweze kujimiminia mibando ya kufa raia. Twende kazi. Hii episode ya kwanza kabisa jina linaenda kwa High School which is Wizard. Ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa, tunaanzia hapa hivi. Tunamuona Maiso akifukia mwili wa marehemu katika hiyo kaburi hapo. Yeye asichokielewa ni kwamba anapokuwa anafanya hivyo na anazidi kujiongezea madhambi kabisa, ili siku akifa huyu hata shetani atakataa kabisa, atasema huyu amenishinda tabia, mimi mwenyewe shawahi kufanya machafu. Lakini hapo sije kufika hiyo level nyingine kabisa hiyo. Yeye ataona hiyo namba chafu kwake. Yani katika hii dunia ndio maana nashauriwa kwamba ni bora kidogo cha halali kuliko kikubwa cha haramu. Kwa hiyo huyu anachokifanya ni kwamba anatumia kile kikubwa cha haramu. Ni bora kidogo cha halali kuliko kikubwa cha haramu. Nadhani hapo mnanielewa vizuri. Usipende sana maisha kama ya huyu jamaa anavyofanya hapo. Unajua hii picha tutajifunza mengi sana. Ni vitu ambavyo vipo kabisa hapa duniani, na hapa Bongo watu wanavifanya hivyo. Yani wapo tayari waue ndugu, waue mtu ambaye ni wanampenda, waue watoto, waue wake zao, waue baba zao, waue mama zao, kusudi tu apate mali. Kitu ambacho wakielewe ni kwamba hizo mali sawa utazipata, ndio hatukataa utapata hizo mali sawa, lakini ipo siku zita expire, yani utarudi kuwa maskini mkubwa, yani utakuwa huna lolote lile. I say ni kama jamaa anachokifanya sasa, karudi kwa mkuu. Maiso, naona umefanya kazi nzuri sana. Kile nilichokuagiza na umekitimiza kabisa kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Mwanzo ulimuua mtoto, leo umemuua mke wako. Safi sana Maiso. Kwa hiyo hapo shule utakuwa unaonekana ni wewe ni mwema tu, na ukiwezekana utaongezewa cheo. Unaweza ukawa hata waziri mkuu. Yao ukatoka kwenye ualimu mkuu ukaenda kwenye uwaziri mkuu. Anasema kwamba nakuelewa mkuu. Anamwambia sawa, kwa hicho ulichokifanya mimi nafikiri hakuna pingamizi juu ya hilo, na walimu ni lazima watu kuongeza tu cheo, yani utapandishwa. Akasema ndio, nitashukuru sana. Hasa kama mpoteza kichawi namna hiyo, yani unapigwa radi hapa hapo ndo unapotea. Chwa! Akatoweka hapo hivi. Likabaki tu lijito lisoeleka hapo. Yes class. Naomba tusikilizane. This is to inform you that your biology teacher anasema leo tutajifunza biology. Leo tunasoma biology. Please. Kwa tuende daftari tuweze kujifunza. Give him all the attention. Tafadhali naombeni tuwe watulivu. Please. Be the best you can. Naelewana? The interest of this school. Anasema hataki kusikia kelele aina yoyote, lakini kwa pembeni hapo tunaona kuna Johnny anampatia Clara barua. Hatujajua ni barua ya nini. Yaani mwalimu yuko darasani anafundisha, afu wengine wanatumiana barua za kimapenzi. Dharau sana hizi. Okay? Anasema sasa hapa
Mara mwalimu kawacheki. Clara. Kawaona teacher. Vipi kuna shida gani hapa? Naona barua mara mnatupiana karatasi. Ni nini hicho? Alright. Basi mwalimu akaamua akawa ameachana nayo. Kishajua kwamba ni watu tu ambao hawana akili. Kwa aliamua tu kuachana nao. I say, binti akawa mkorofi kwa hapo, sitaki mazoea na wewe. Sijui kaniharibia maisha yangu, mimi bado mwanafunzi. Siku iliyofuata huyu mwalimu alimuita yule binti ambaye alitumiwa barua ya kimapenzi pamoja na mwanafunzi wake pale. Kwa hiyo mwalimu alimuita hapa ili aweze kuzungumza naye. Naambia teacher, naambia umeniita hapa, sasa sijajua umenitia nini mwalimu wangu. Anasema wewe ni msichana mrembo sana na unavutia sana. Hakuna mwanaume atakayekuona na akashindwa kukuambia nakupenda. Basi akipita na asipokuambia hivyo basi atakuwa sio mwanaume kamili. Anasema ni kweli. Yaani kwa uzuri uliokuwa nao, sidhani kama kuna mwanaume atashinda kukutongoza wewe. Kasa mbona kawaida tu, mbona mimi najiona hata sio mzuri sana. Naona tu kawaida tu. Nasema hapana, wewe ni mzuri sana. Asante teacher. Anasema sasa Clara, nilikuwa naomba nipatie namba yako ya simu. Patia namba yako ya simu ili tuweze kuwasiliana. Clara akashika hiyo simu, akamwandikia namba hapo bwana. Huko si unajua tena. Akasema tayari nimeshakuandikia hiyo hapo, unaweza kunisave tu Clara, hamna shida. Anasema kwa kweli ni wewe unaendana na mimi kabisa. Na tutaonana usiku. Tukutane usiku basi. Sema sawa. Mwalimu anasema atafurahi sana. Yaani mwalimu anamtongoza mwanafunzi. Basi akakubaliana hapo ataonana usiku fresh. Ila hatujajua huyu Mwaiso ana shida gani na huyu binti kwa sababu Mwaiso tunajua ni mchawi. Sasa hatujui ataka kumfanya nini huyu mwanamke jamani. I say binadamu bwana. Hakuna kitu kibaya kama mwanadamu. Yaani hakuna kiumbe kibaya kama mwanadamu. Yaani ona kwanza macho yanapong'aa hivyo. Yaani baada ya kuondoka tu msichana macho yaling'aa. Basi siku iliyofuata alilala kwa demu. Sasa ndo anaamka asubuhi. Anasema Clara wewe ni mtamu, yani nimeenjoy usiku. Kiukweli nimependa miuno yako. Miuno kama feni. Anasema ila sweet wewe. Anasema wow. Una penzi tamu, umenipa penzi malizawa sana jana. Yaani sitakusahau. Yaani kila dakika, kila saa kuwaza tu wewe. Yaani umeiteka sana akili yangu. Yaani hapa nakwambia mentor yangu haifanyi kazi na kuwaza wewe. Yaani ni sawa na umelipia kifurushi cha data kwenye internet